nisamehe, sirudi tena. Unatakiwa umshukuru mtumishi, la sivyo ungeozea gerezani. Sawa baba, nakuja sasa hivi. Napenda sana ujasiri wako. Unanikumbusha enzi za ujana wangu. Najua Lila, nimejaribu kujiongeza. Tumia kauli nzuri ukiongea na mimi. Naima, huyu mtu wako ni nani? Streams zimepungua, mauzo yamepungua. Freddy, haya yote ni kwa sababu tu ya picha Freddy. Picha tu? Hivi uko serious kweli Simon? Umesahau kuwa ile picha ina nini? Bella amekushika na kukiss na wewe umetulia tu bila kusema chochote. Alafu unasema ni picha tu. Freddy, mgoja kwanza. Tuelewane, mimi sikumbusu yule mwanamke, yeye ndio alinibusu mimi. Sikumgusa. Na baada ya kukubusu, ukamchukua, ukampakiza kwenye gari lako, ukampeleka nyumbani. Tena baada ya kumtolea dhamana polisi kwa kashfa ya picha za utupu. Sikiza nikwambie Freddy, mimi sijali kuhusu maarufu, sijali kuhusu pesa, wala watu wanaongea nini. Mimi naamini katika kile ambacho Mungu amenituma kukifanya, nacho ni kumtumikia yeye na kuongoza wale wengine ambao wamepotea. Hiyo ndio kazi ambayo mimi naifanya, na hicho ndio cha msingi kwangu, si vinginevyo. Wewe ujali tu. Vipi kuhusu sisi? Sikiliza Simon, mziki haujitengenezi wenyewe. Tupo watu wengi ambao tunatengeneza mziki kwa ajili yako. Tumeinvesti pesa nyingi, muda, maisha yetu yote kwa ajili ya kutengeneza mziki wako. Sikiliza mzee, usituone tu tunaishi hapa. Mziki wako ndo kila kitu kwetu, na mziki wako ni biashara kwetu. We vipi? Freddy, nikuulize, ushawahi kumwamini Mungu hata siku moja? Mungu kasema asiyefanya kazi na asile. Je, sisi tunaofanya kazi alafu chakula kinamwagwa, tuko katika kundi gani?
Peter. Akili imeshindwa kufanya kazi, mwili umechoka, umedhoofika. Umeamka? Najiuliza, sipati majibu. Mbona nikiwekeza upendo nalipwa ubaya? Najiuliza, sipati sababu. Kwa nini kila siku yanakuwa kwangu? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Naomba mniambie kati yenu, nani amemuua mke wa Bishop Moses? Kulikoni? Ndo kama unavyoona ndugu yangu. Unavyoshangaa kama vile ni mambo ambayo hujawahi kuyazoea. Naona makazi mapya. Sasa makazi mapya si ndo mambo yetu hayo kila siku. Unalala huku unamkia huku, unalala Masaki unamkia Mikocheni, unamkia Mikocheni unalalia Mbezi Beach. Unamkia Mbezi Beach yo? Mara uko Kinondoni. Imekuwaje kwanza vile? Mwenzangu kama yani sijui hata nikwambie, lakini ndio huyo mtu wetu ambaye tunasema kila siku tunamfanyia visa, tumfanyie kaeka ili mradi asiwepo kwenye maisha yetu, lakini ndio kwanza tumetoka zetu polisi vile, tuko njiani akaa nabisha tu kwamba tusifike kule nani nyumbani kwa sababu kutakuwa kuna waandishi wa habari. Ndo kanileta mpaka hapa. Kafika hapa kanaambia mimi nimekuacha hapa, kama utaita ndugu zako waite, kama utaamua kukaa zako mwenyewe sawa, lakini mimi nataka tu ukae hapa kwa sababu kule najua utakuwa una stress una nini. Lakini nikajionea afadhali ndugu yangu Mina, ili tukio hilo lifanya kwa kina Koja kunafikiri wataniacha wale, kama hawajanibana wale wakinikamata sijui watanifanya nini. Yaani watahakikisha utumbo unatokea kwenye ubongo. Kwa usiniambie hapa bwana mlokole. Simon. Nachoka mimi. Sasa kinachokuchosha kitu gani? Na ndo kasema kwamba hivi mimi anajua mipango yote tunaifanya, na kama tunaifanya sisi mipango, na kama tunafikiria kwamba labda yeye ndo atarudi nyuma, kwamba ndo ataacha kunisumbua, hana huo mpango, na kusudio lake ametumwa na Mungu, na mpaka kusudio lake litimie. Nyie mna masiala. Toka lini mtu akatumwa na Mungu? Mimi ndo naona leo. Huyo ana lolote Beri. Mimi nilishakwambia. Yule anataka something. Ila umenifurahisha. Mimi haya mambo ndo ninayoyapenda. Kama bwana anafanya shengesha kama hizo ndogo ndogo nini, tunalala sehemu nzuri, tunakula vizuri. Mimi ndo ninayoyataka. Masuala mabwana wachovu simtaki. Usabato huko. Kwanza hapa nilipo nina furaha hatari. Tumefanikiwa ndugu yangu. Udugu tumeweza. Na ushindi tunao. Tumefanikiwa kuivunja ile ndoa ya Koja kina Jesse. Hapo umemaliza. Nilikuwa nikiwaza, nikiota, nikijiuliza yule anaolewa yeye nani? Nani? Kwani yeye kazaliwa na nani? Mimi nimezaliwa na nani? Nimezaliwa na ng'ombe. Wewe. Kwani huyo Koja mwenyewe anasemaje? Anasema analo la kusema mpaka saizi. Ndio maana nikakwambia bora tulivyokuja huku.
Ndio mbona tulivyokuja huku. Yule akinikamata anaweza kanibinya hivi, iki kichwa akakiunganisha vikaungana vyote, ubongo ukaruka. Kwanza anti kwa? Shoga yangu. Anti tokea nimerudi sijamuona. Labda tumpigie simu. Usiache kumpigia simu naye aje huko. Aje wapi? Shoga yangu mwache akae huko alinde nyumba. Huku na sisi tupate burudani. Hivyo kumbe akili una. Mina. We mvivu, mi mvivu. Hapa yule mama akiwepo at least anatusaidia. Kufuafua vinguo, kuosha vyombo at least. Wewe unataka tena kumwacha huko? Mwache aje atusaidie. Mimi nimechoka. Wewe unafikiri kukamune ndani mchezo? Na wewe kufatana kama nyuki. Haya. Fanya ufanyavyo anti aje huko. Lakini usisahau kuniletea nguo. Hivi ninavyokuambia Ikanga kafanya kuniletea wewe mlokole huko. Kwa hiyo ufanye uniletee nguo. Sina nguo yoyote. Nipate kubadilisha, tu celebrate baada ya kutoka ndani tena kwenye kifungo. Limesha. It's a holiday. Naona mmekaa bila majibu yoyote. Nauliza kwa mara nyingine tena. Kati yenu nyie wawili, nani amemuua mama yake Simon na Liam? Kaa kimya Jessica. Wewe unawezaje kuongea na sisi kama unaongea na watoto wenzio? Ongea na taratibu. Richard, wewe ndo unalea huu ujinga. Ngoja nikwambie. Nimekubeba tumboni mwangu. Nikakuzaa. Tukakulea mimi na baba yako. Na kukupa maisha mazuri. Hujawahi kutaka kitu chochote ukakosa kwetu. Leo unatutuhumu vipi kuhusiana na mauaji? Ushatuona sisi tumeua hata ameenda nyumbani? Nakuuliza, umeshawahi kuona? Mama, najua kabisa kama mke wa Bishop Moses alikuwa anatembea na baba. Hilo nalijua. Na baada ya pia ulikuwa unafahamu kama anatembea na mke wa Moses. Haya, nini kilitokea baada ya Sasa nakwambia hivi, toka hapa mbele ya macho yangu kabla sijakurarua uso wako. Toka. Toka Jessica. Na Simon. Father. Karibu mwanangu. Kwa nini huku baba? Kula hakunifai au hakutofai sasa. Mage kila nikikaa pale kichwa changu hakitulii. Yaani mambo mengi tu yananijia kwenye kichwa changu, likiwemo la mama yenu kupoteza maisha yake. Sasa naona nyumba ile haifai. Naona kama kuna mashetani mle, kuna majini mle, basi sina amani mwanangu. Kwa hiyo nimeona aheri, kwa vile nyumba hii nilijenga mimi mwenyewe, tuhamie hapa. Lakini mna uhuru. Kama mkitaka tuishi wote hapa, haina shida. Mkitaka nyinyi muendelee kuishi kule, haleluya. Baba, mimi nilikuwa nafikiria kwamba sisi wa Kristo maombi ndio kama nguzo yetu. Nilitegemea tungekaa chini, tukaomba kwa pamoja, tukasali sana. Mimi nadhani tungeishinda hiyo hali. Sasa sisi kusema tuwe na uhuru wa kuchagua kama kukaa kule ama tunataka kukaa hapa, tunaelewa zote ni nyumba zetu. Lakini baba, sisi tunawezaje kukaa mbali na wewe? Wewe ndio captain wa kila kitu. Mimi hakuna kitu kwangu kizuri kama kuamka kila asubuhi na kuziona baraka zako baba. Siwezi kukaa mbali na wewe. Basi kuanzia sasa
Hii ndio nyumba tutakayoishi. Wakati unakuja nilifikiria ni Liam. Liam nimejaribu kumpigia simu pia hata hapatikani. Unajua hajarudi mpaka sasa. Usiku mwema. Dad. Mzee, taratibu kidogo. Usiku mwema. Ina maana baba amekunywa pombe? Kwa nini lakini? Na imekuwaje ghafla ameamua kuja huku? Kwa nini hataki tuendelee kukaa nyumbani kule? Ni nini kinaendelea? Makena, Jessica alijuaje haya yote? Richard, umesahau kama ulimpa Luis kazi ya kumpeleleza Liam? Utegemea nini? Ulikosea sana. Ulikosea sana kumwachia Luis, kwa sababu anachokifanya sasa ni kisasi, na tusipokuwa makini tutampoteza Jessica na ndoa yake na Kojak haitokuwepo. Naweza kupoteza kila kitu kwenye maisha yangu, lakini sio mtoto wangu. Ni heri afariki, afe kabisa nimzike, kuliko nijue kwamba yuko hai alafu nisipate upendo kutoka kwake wala kuwa naye karibu. Ulipofanya uzinzi na Frida, ulifikiria kuhusu familia yako? Leo uko hapo kitandani kwa risasi iliyotaka kukuua kwa sababu ya Frida. Hivi unadhani una nafasi ya kujenga mapenzi kwa mtoto wako? Makena,
Niitie hao madaktari, nataka kwenda nyumbani sasa hivi. Richard, huwezi kutoka hapa kama madaktari watataka bado uwe hapa. Makena, hawa madaktari wote ni wafanyakazi wangu, na hii hospitali ni ya kwangu, na walipa mshahara mimi. Kwa hiyo wanaweza wakanifuata popote nilipo. Hebu niitie hao madaktari. Sikia nikwambie, usidhani kama mimi najali watu wanasema nini, wala watu wanachokiandika mitandaoni. I don't care. Unaelewa vizuri bwana? Ninachojali kwamba mimi niko katika maisha yako kwa sababu Mungu ana kusudio lake, na kamwe sitokaa mbali na wewe mpaka kusudio hilo litimie. Hilo naomba ulitambue. Hivi Simon alimaanisha nini kwa kile alichokisema? Siko tayari kumpa nafasi kwa kweli. No. Yaani mimi kumwamini Mungu ni kumpa nafasi Simon. Mwisho wake nitalazimika kuachana na kizazi changu kwa Richard. Hapana, haiwezekani. Beli, usiruhusu kitu. No. Beri, vipi? Niko sawa. Nimeshindwa kulala kabisa. Nini kinaendelea? Ni kuhusu Simon au? Mina alinitamkia mwenyewe kwa mdomo wake wakati tunatoka polisi, ya kwamba yupo kwenye maisha yangu kwa ajili ya agizo la Mungu, na hata nimchafue vipi, nimpige vipi, hawezi kuondoka kwenye maisha yangu hadi kusudi la Mungu litimie. Yaani anashindwa kuelewa. Kusudi la Mungu ina maana anataka uokoke. Labda nikwambie kitu tu. Simon ni mtoto mdogo sana. Yaani mtoto mdogo. Wewe tulia. Relax. Alafu mimi hiyo kazi niachie. Yaani yule mimi nitamnyoosha. Wewe unamchekea. Mina, Kojak, uko sawa? Paparazi. Karibu. Dada ameniita. Yuko wapi? Dad? Yeah. Mungu wangu. Jamii, ina maana wewe ni ndugu yangu au? Tuna ndugu mnaye? Unakunywa? Ndio, ila sio leo. Thanks. Unafanya nini wewe? Hebu niachie huko.